Msimamizi mkuu wa maono yako ni wewe. Sasa unakuta kampuni umewapa ndugu wasimamie, duka ufuatilie, mahesabu hujui, yani duka yani wewe ufuatilie, yani hujui duka, yani hujui kumeuzwa shingapi, hasara imepatikana shingapi, ufuatilie. Lazima ufuatilie. Matajiri wote wanafuatilia vitu vyao. Utamkuta kiwandani, tajiri unamkuta kiwandani kabisa. Sasa wewe una duka, sawa, unafanya kazi nyingine, lakini umefungua duka lako. Wewe unataka nani afuatilie pale? Yule ulemweka hawezi kuwa na uchungu. Yule ni mfanyakazi na yeye anataka atoboe kimaisha kupitia duka hilo hilo. Wanatakiwa aibe hapo, achomoe hela, afiche. Kuna a lot. Sasa wewe ndo mfuatiliaji mkuu, funga kamera nyingine ambazo wewe hazioni. Kamera anazoziona yeye ziwe za nje, lakini za ndani ziwe za peni zile. Kama usijui uje nikuelekeze. Kuna kamera ndogo za vifungo zile, unazifunga kwenye dari. Unafuatilia. Utajiri lazima uwe mfuatiliaji. Una shamba, fuatilia. Una kiwanja, fuatilia. Lazima uwe mfuatiliaji wa maono yako, kwa sababu hakuna mtu mwenye uchungu wa maono yako zaidi yako. Hii point hii ngoja niandike haraka, itanisaidia hata mimi mwenyewe. Wewe ndo mwenye uchungu wa kampuni yako, wa duka lako, wa nguo zako, wa biashara yako, wa mzigo wako, wa nyumba yako. Wewe peke yake. Hakuna mtu mwenye uchungu. So vikiharibika they don't care. Wao hapo kazini tu pale. Yani wao hapo kazini, vikiharibika vitu vyako wao vinawahusu nini? Wao subiri mshahara. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kuwa na uchungu wa mambo yako sasa. Na ili uchungu uje lazima usimamie. Lazima upate muda wa kufuatilia. Kiongozi mzuri ni anayefuatilia. Lazima. Njia za utajiri nyingi za aibu. Andika hapo chini. Njia za utajiri nyingi za aibu. Lakini ni muhimu kuelewa kwamba njia za haraka za kupata utajiri nyingi huja ni hatari, na wakati mwingine hazitoi mafanikio ya kudumu kwa sababu ni hatari. Utajiri wa kweli unahitaji mipango madhubuti, nidhamu, uvumilivu, matumizi bora ya rasilimali Mungu anazokupa. Kuwekeza kwa akili, uwekezaji wa mfano kama hisa, kuwa mtu wa hakiba, kuweka biashara, kuhakikisha kama biashara au unachokifanya kinasimama kwanza kabla ya kuanzisha vitu vingine. Ubunifu katika hiyo biashara na kuwa na watu sahihi. Lakini pia kitu kingine, kutokuwa na matumizi ya kipekee makubwa. Unataka kuwa tajiri, tayari una gari, una Land Cruiser za kutembelea 15, alafu huna hata maroli ya biashara. Kwa hiyo nikushukuru. Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Nondo zipo za kutosha. Endelea kufuatilia kurasa hii, yako mambo mengi ya kujifunza. Usikose hichi kitabu, kinasema namna ya kutumia viumbe ili kupata utajiri.
Kuna siri nyingi sana kwenye hichi kitabu. Tuna kitabu kingine kinasema siri iliyojificha kwenye kafara. Kuna siri nyingi sana kwenye hichi kitabu. Lakini tuna kitabu kinachosema njia za kuupata utajiri, na kingine maisha ya mwanadamu ndani ya bustani Eden. Nikutakia wakati mwema. Prophet IPM ambalo Mungu hawezi kufanya bado halijaumbwa.